Rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Hata wale ambao wamekuwa wakikejeli kanisa, wale ambao wakidunisha viongozi wetu wa dini, eti ni watu wanafanya biashara, wanapokea pesa kule kanisani za ufisadi, Mungu amewaanika. Leo wamepatwa na kigugumizi, wanatapatapa, wamepatikana wameiba kwenye watu ni wagonjwa na kwenye makaburi, wamepatikana huko na ufisadi, ndio wamepatwa na kigugumizi, wanatapatapa. Leo wameshindwa la kusema. Walikuwa wanatueleza watu wachukue political responsibility, wengine wajiuzulu, wengine wafanyiwe sijui mambo gani, lakini leo kwa sababu ni wao wanasema hapana, wacha kwanza tufanye hesabu, wacha kwanza tufanye audit tuone. Sasa niwaulize, ni kweli ni mzuri kufanya audit, lakini kama PPE ilikuwa ni 3,000 na imeuziwa serikali 10,000, sasa hesabu ni sawa, lakini mbona mmebadilisha msimamo wenu? Mbona mambo yamebadilika? Siku ile mlikuwa mnasema haya, leo mnasema mengine. Naona kuna msukumo mkubwa sana wa kuturudisha katika vyama vya kikabila. Nyinyi endeni chama yenu pale, endeni kona yenu pale. Mimi nawaomba kama watu wa Mungu, muombee taifa letu tusirudi katika siasa ya ukabila na siasa ya kutenganisha watu, kwa sababu mle ndani katika kutenganisha watu chuki inapandwa na inatuletea hasara. Mimi nawaomba sana, there is a world of a difference between politics organized around tribal chiefs and politics organized around national parties. We want our politics to be organized around national parties based on issues, based on policies, not what is being pushed, politics around personalities, around tribal kings and around tribal chiefs that only help to divide our nation and create hatred in our nation. We do not want to go that direction. Ama namna gani?